13 mstari wa 24 mpaka wa 43. Yesu aliotolea mfano akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake, lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Njema katika konde lako, nimepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Akakusanye. Akasema, hapana, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nazo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, yafunge matita matita, mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitoa mtu akaipanda katika shamba lake. Nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikisha kumea kuwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa mti, hata nyuni wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Akawaambia mfano mwingine, ufalme wa mbinguni umefanana. Nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyositirika tangu awali. Kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu, lile konde ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Basi kama vile magugu yakusanywavyo na kuchomwa moto, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watang'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye masikio ya kusikia na asikie. Neno